Bwana asifiwe. Shalom to you wherever you are watching and listening from. This is day 9 of our daily devotion. It is my prayer that the Lord has kept you well since our last devotion yesterday. Being the 9th day of 2026, we are going to begin, as always, reading the title for today's devotion. Nashukuru Mungu mahali pote unanisikiza ama unanitazama. Leo ni siku yetu ya 9 ya our daily devotion. Kama kawaida tunaenda kuanza na kusoma mada ya siku, kisha tutaingia tuone neno linasema nini. Natumai uko mzima mahali pote unatutazama. So our today's title is Grace to Stand. Grace to stand. That is neema ya kusimama. Welcome to day 9 of I Am Rema Auditorium Daily Devotions. We continue with Grace 2026. As we always say, more grace to you. Where grace is sufficient, struggle is unnecessary. Jesus does not discriminate. He gives grace more abundantly. So where grace flows, even nature cooperates. One word is enough. So, wherever you are joining us from, come as you are, align with grace, and let God do what only grace can do. So let's begin with today's Rema. Let's begin with today's Rema. The scripture of the day comes from the book of 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians 15:10. By the grace of God, I am what I am. I will repeat that. By the grace of God, I am what I am. Nilipo leo si kwa bahati, ni kwa neema. Neema ilinisimamisha, ikanilea, na pia ikanifundisha. Ninaposimama, nasimama kwa neema. Nikianguka, nainuliwa na neema hiyo hiyo. Hakuna nafasi ya kujisifu. Those are few profound words. Where I am today is not by chance. It's because of grace. This grace has made me to stand. This grace has made me to the person that I am. This grace has taken care of me. This grace has taught me. When I stand knowing that the grace is sufficient. And when I fall, grace is able to bring me back to the position that I ought to be. That same grace is enough to preserve me. That same grace is enough to preserve
you. I say these words standing on the scripture of the day, that by the grace of God I am what I am. By the grace of God you are what you are. There is no chance to praise oneself. Hatuchukui nafasi ya neema kujisifu, kujivuna ama kuleta kiburi, bali tunatambua kwamba nafasi yetu ambaye tumesimama, nafasi yetu ambaye tunahudumu, nafasi yetu ambaye tumepewa kutekeleza majukumu yote ambaye tumepewa chini ya jua, tunafanya maana neema inatosha. Na kwa maana neema inatosha, itakuwezesha kupitia hata kama ni kejeli, ni dharau ama jambo lolote lile, neema hii inatosha. Neema hii inatosha kwa kuhifadhi, si tu kwamba ukuwe mvumilivu ama mstahimilivu, bali neema itakufanya licha ya yote utasimama kwa jasiri, utakuwa mchache wa maneno ama kujibizana, lakini utatimiza malengo yako jinsi maandiko inataka. Maana identity yako inatokana na neno hili. Basi kama unapata identity from our verse of the day, you are because of grace. Na kwa maana ni neema ambayo imekuhifadhi, basi tenda kulingana na neema. Tenda kulingana na neema. Mahali pote uko, asubuhi ya leo, ninaomba kwamba neema hii ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako na shughuli zako. Wacha neema ikufunike, neema ikuongoze na neema ikutetee. Mahali ambapo unaona unashindwa, kimbilie Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kuna uwezekano tukachukua nafasi hii ya neema, tukaanza kujivuna ama tukasema ni bahati, ama tukasema kwenye tuko leo ni kwa bahati. Si kwa bahati. You are there for a reason and for a purpose. And because of that, let grace be sufficient. Kwa familia, wacha neema itoshe. Mahali pa kazi, wacha neema itoshe. Barabarani, wacha neema itoshe. Kwenye gari lako ama kwenye gari ambayo umeabiri kupeleke mahali na kupeleka, wacha neema itoshe. Kuwazwa kunaweza kuwa, jambo lolote linaweza tokea ambayo linaweza kuja kuwa kizuizi kwa imani yako. Lakini kwa maana tunatunza imani, neema inatosha. Maana tunalea imani, neema inatosha. Neema inakuja kwa kadri yake, lakini imani yetu inakuja kwa kipimo. Si wote not all of us have the same measure of faith. Faith comes depending on the person that you are in Christ. But grace is sufficient even to that person who has received Jesus Christ today. So even before I close, this is an open invitation. Kama uko hapo nje, unahitaji kuelewa hii neema ni nini. Is it a product that you can purchase? Ni bidhaa ambayo unaweza ukanunua, ama is something that has been given free, ama ni ile jambo ambayo imepeanwa kwa bila gharama yoyote. Tunatambua kwamba Yesu aligharamika ndiposa sisi tuweze kuipata kwa bure. So this grace is very costly, though it's given to us freely. So I want to extend that grace this day and to invite whoever is listening to me
This grace is not only for those who have received Jesus Christ. This grace is enough even for you out there. Join me in this journey. Let's walk together. Let me teach you something that I know about this grace. Let me hold your hand. Let me show you who this Christ is. Because he is the personification of God himself. As he came to this earth, he came for a reason and for a purpose. And grace is on top of that list. He gave us salvation. He gave us restoration. He gave us justification. And more so, he gave us grace. So this grace overrides all other, though each and every item that I've mentioned is very important in our salvation. So karibuni, ningependa tutembee nanyi kwa hii safari ya Ukristo ama ya wokovu. Maana vile wanasema ama naamini, Christianity is an individual sport. We come together as a fellowship to share what the Lord has done, not to take from him, but to share among ourselves. And when we depart knowing we have brethren who are praying for us. We have brethren who share the same struggle. We have brethren who walk the same journey as we are. Though it is an individual sport, it's not a sport that is supposed to be achieved in isolation. Because the more we isolate ourselves, the more the enemy has chance to attack us. That which is physical is attacked physically, and that which is spiritual is attacked spiritually. Spiritual warfare, you will battle it yourself, but physical, you need brethren who can help you to overcome. And I am one of those brethren. Join me, let's walk this journey. Join me, let us explore what the Lord has in store for us. My name is Agri Ogendo, and I am the chaplain and life coach here at I Am Rema Auditorium. My inbox are open. You can reach me anytime of day, and I will gladly respond to your need. May you have a wonderful day full of grace and favor from the Lord. And as we say, more grace to you in Jesus' name. Shalom. Have a wonderful day. See you tomorrow, God willing, in Jesus' name. Amen and bye for now.